103.3 CFM. Acha niimbe. Majina yote mazuri ni yako, Jehova muumbaji wangu. Acha niimbe. In my life, I've never seen someone like you. Kama umepewa sauti na kipawa cha kuimba, wewe imba kwa ajili ya Bwana, kwa kuwa amekupa vyote hivyo kwa utukufu wake pekee. Usihangaike. Hili ni jukwaa. Hivi ni vyombo. Hiki ni kipaza sauti. Kazi ipo kwako kusema acha niimbe. Gospel Sunday. Nitaimba na tena nitaimba kwa nguvu zangu zote, Sitanyamaza. moyo wangu watamani kuimba nyimbo za ukombozi. Sitanyamaza, moyo wangu watamani kuimba nyimbo za ukombozi. Sitanyamaza, moyo wangu watamani kuimba nyimbo za ukombozi. Sitanyamaza, umechapa fimbo ya mateso, mawazo mengi yamekusonga. Imba, imba, tumaini ipo ukiimba, Roho wake Mungu atashuka. Imba, oh, imba, umechapwa fimbo ya mateso, mawazo mengi yanakusonga. Imba, imba, tumaini lipo ukiimba, Roho wake Mungu atashuka. Imba, 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 CFM. imba, imba, imba. Ndani ya wimbo kuna nguvu, ndani ya kuweza kuimba na kumwambia Mungu kupitia uimbaji kuna nguvu kubwa sana kumwambia kwamba Mungu, tenda sasa hivi, nipo kwa ajili yako kuweza kushuhudia matendo yako makuu. Kwa hiyo kwa lolote ambayo utakuwa unapitia, wewe mwambie tu Mungu, mimi naimba kwa ajili yako na nitaimba wakati wote bila kujali pia nyakati ambazo napitia, ya masika, kiangazi, mvua au jua, lakini mchana ama usiku, hakuna kunyamaza bali ni kuimba na kumwambia Mungu, naimba kwa ajili yako wewe pekee, ili uweze kunibariki na kuweza kunifanya niwe kama wengine, kwani mimi ni nani mpaka uweze kuniacha, si ndio? Kwa hiyo nyimbo nyingi sana pia zimeimbwa na kila utofauti pia kuweza kumwambia Mungu ya kwamba nina kila sababu ya kuweza kuimba kwa ajili yako. Yes, rekodi inaitwa Nitaimba ya kwake Daniel Lumala, mwimbaji wa nyimbo za injili katika jiji hapa la Dodoma. Yes, umesikiliza kwenye Gospel Sunday sehemu ya pili ya Acha Niimbe, na ndio jukwaa tumemkabidhi pia mtumishi wa Mungu hapa kwa ajili ya kuweza kuhakikisha ya kwamba unapata nafasi ya kuweza kubarikiwa kutokea kwake. Mtu wa Mungu, karibu sana kwenye studio tena za CFM. Shukrani sana, asante sana. Bwana kubariki sana. Barikiwa sana pia. Habari ya uzima wako? Nashukuru Mungu nimeamka salama, mzima kabisa. Mimi nafurahi bwana, tumeonana tena kwa mara nyingine. Mwaka huu umekuwa baraka sana unajua. Binafsi nimebarikiwa sana, ni mara ya pili tena tumeonana. Ndio, kabisa kabisa mtu wa Mungu. Nashukuru sana na nafurahi na amani ya kutosha pia kupitia Kristo Yesu. Karibu sana kwenye Gospel Sunday leo. Furaha yangu pia nimekaribia. Yes, kwa mara ya kwanza sauti yako inasikika pia. Hebu tuanze kwanza kumfahamu Daniel Lumala ni nani na ni mwenyeji wa wapi pia? Daniel Lumala huyu ni mwanafunzi kutoka chuo kikuu cha Dodoma, nasoma shahada ya elimu katika ushauri na unasihi. Ni mwenyeji wa mkoa wa Simiyu kwa wale wenzangu wa Sukuma. Mimi ni
ni mtani wa Wagogo kidogo. Okay, kwa hiyo ni Msukuma. Hapana shaka. Upo kwa Nyausi mtani wao. Sawa, kutokea Simiyu, si ndio? Mtoto wangapi kuzaliwa, labda familia ina watoto wangapi? Sawa. Mimi ni mtoto wa kwanza katika familia yetu kuzaliwa. Mtoto wa kwanza kati ya watoto 9 tuliopo. Ndio. Barikiwa sana. Shughuli zako za uimbaji wa nyimbo za Injili, pamoja na kwamba uko masomoni pia chuo cha Dodoma, lakini bado ukasema kwamba siwezi kuacha kumtumikia Mungu Bwana kupitia uimbaji. Ulianza muda gani na nini hasa ambayo ilikupelekea wewe ukaanza kuimba gospel na sio muziki mwingine wowote? Asante. Shughuli zangu za uimbaji zimeanza muda mrefu kidogo, tangu nikiwa shule ya msingi. Nimesoma pale Shinyanga. Ndio. Shule ya watu wenye ulemavu pale Buhangija. Nikaanza, nakumbuka kipindi kile kulikuwa hakuna mwalimu wa kufundisha kwaya. Nikabeba lile jukumu, nikaona kwamba nina uwezo, nina kitu naweza nikafanya. Nikaanza taratibu, hatimaye mwaka 2017-18 nikaandika kazi yangu ya kwanza kabisa kuingia studio hii ambayo inaitwa Nitaimba. Ambayo ni ya kwanza kabisa kuingia studio na kupublish 2017. Nikiwa Shinyanga sekondari pale. Ilikuwa rekodi yako ya kwanza kabisa. Ilikuwa rekodi yangu ya kwanza kabisa kuitoa. Nimekuja kuipublish YouTube baadaye kidogo. Ndio. Baadaye kama naona kama kwenye YouTube na kama miaka miwili hivi. Na miaka miwili hapa. Yes, lakini sio mbaya kwa sababu audio pia huwa zinatangulia wakati mwingine mambo yakishaka fresh, basi inakuja natoka pia audio, si ndio? Yes, kitambo umeanza kuimba na kwenye familia kuna damu ama chembe za waimbaji, labda baba au mama au mtu yoyote ambaye ana undugu alikuwa na yeye mwimbaji kwenye gospel na ama nyimbo nyingine zozote? Binafsi kwenye familia hatuna historia ya mtu kuwahi kuimba kwenye ukoo wetu, lakini niliona Mungu ndo ame take place kuwa mtu wa kwanza kuwa wa kwanza katika kuniandalia historia nzuri ya uimbaji katika ukoo na katika jamii kwa ujumla. Changamoto ya macho ilikuwaje kwako? Ulikuzaliwa nao ama kulitokea changamoto yote ambayo ilipelekea mpaka kuwa hivyo leo, Dani? Asante. Changamoto ya macho si ya kuzaliwa, nimeipata nikiwa mdogo, nina miezi kama 4 hivi. Ikatokea sasa hiyo wanaita mtoto wa jicho. Ikawa imetokea, kwa hiyo nikapoteza kabisa uwezo wa kuona 2007. Ndio nikawa sasa siwezi hata kuona ile umeme na vitu vingine kama hivyo. Sawa. Unatokea kwa jamii za kifugaji? Naam. Umetokea jamii za kifugaji? Hapana, mimi ni nyumbani ni wakulima. Wakulima wakulima. Okay. Maana unajua wafugaji wako busy sana, afu mpaka changamoto inatokea anaweza kaa hajatambua au kwa sababu ya maeneo ya vijijini kwetu tunatokea mambo yanakuwa ni mengi sana Yes. Tangu umeanza na unajigawa vipi sasa? Maana naona kama kuna kazi mpya pia zipo kwenye YouTube hapa nikitazama kwenye YouTube channel yako. Ndiyo. Ya Daniel Lumala Online TV. Ndiyo. Naona kuna kazi mpya pia umezitoa. Skuli hapa panakutaka, masomo ya chuo tunayajua jinsi ambavyo yako na time haielekagi timetable Ili ndio wote unaweza kupindi asubuhi ukaja kaza msuli jioni mchana. Ndiyo. Unapata time ipi ya kuweza kufanya masomo lakini pia ukafanya kazi za uimbaji? Tunasema kwenye maisha mama wa mafanikio huwa ni muda. Kwamba muda upi nifanye kipi. Ndio. Na wataalamu wameugawa muda katika pande 3. Kuna muda wa kupumzika, kuna muda wa shughuli ile unayofanya kama wewe ni mkulima kabisa, lakini kuna muda ule wa kulala kabisa. Sasa hapo ndio nina balance mimi kwamba muda wangu sasa hivi ni wa mapumziko. Naweza nikakaa katika nikaishughulisha akili kidogo kuandika nyimbo, kuandaa kazi ambazo zinashabihiana. Binafsi napenda sana hizi kazi za uandishi na utunzi. Sawa. Kazi za uandishi na utunzi zinapendwa sana naye Daniel Lumala. Niko naye kwenye Gospel Sunday asubuhi hapa leo. Tukaweza kuzungumza mwili matatu kwa mara ya kwanza unajua lakini mimi na yeye tushafahamiana na kupitia kwa ndugu yangu bwana Diga kwenye Kimbwetani kaweza kuleta wageni bwana akisema sawa sio mbaya pia tuweze kupiga story kuhusiana na masuala mazima ya gospel na namna ambavyo pia amekuwa akifanya. Ikitokea mwaliko unafanyaje? Ikitokea mwaliko mimi nataka nipate
experience kwamba Dani unahitajika bwana sehemu fulani, hebu uje kwa ajili ya kuweza kutubariki kwenye nyimbo zako, either send off ama harusi ama birthday ama iwe ndoa na vitu vinginevyo vingi ambavyo vinaweza kuwa vinatokea, ama hata kwenye shughuli zenu tuko chuoni. Kuna shughuli nyingi sana huwa zinafanyika, sherehe hapa na pale, na zile umoja za Kikristo zipo nyingi sana vioni na mambo mengine kama hayo. Unajiandaaje na unafikaje kwenye eneo husika kwa ajili ya kuweza kufanya huduma hii ya Mungu? Kwanza ninapopokea mwaliko ni ishara nzuri ya kuheshimika na kuthaminika. Kabisa. Ninapopokea mwaliko ninafurahi. Ninachokiconsider ni kuangalia kwenye ile goal kubwa ambayo nipo katika elimu. Naangalia ile siku niliyopokea mwaliko, je, nitakuwa na ratiba gani za kimasomo? Naweza nikafanya namna nikazifix kabla, nikazifanyia kazi kabla, ili zisiweze kuathiri ile nafasi ya mwaliko. Kama zitaweza kuathiri, ninatoa taarifa moja kwa moja kwamba nitakuwa nimebanana kwa sababu 1, 2, 3. Lakini kama zitakuwa hazijaathiri, ninafurahi kuthaminika, ninafurahi kualikwa, na huwa ninatokea mara kadhaa. Turudi kwenye rekodi yako ya Nitaimba ambayo ndio ilikuwa ya kwanza kabisa kuweza kuitoa. Ina ujumbe mzito sana humo kwamba mimi nitaimba tu wakati wote, na ni wimbo ambao nimeuchagua kuweza kuimbia wewe Mungu wangu na nini. Kilichokupelekea kuweza kurekodi ama kutunga huu wimbo ni nini hasa? Asante. Mimi kwanza ni historia ya maisha yangu kwa ujumla. Kwamba katika familia yetu tumebahatika kuwa na watu wenye ulemavu wa 4 kati ya 9 au kati ya 9 hao. Sasa kilichokuwa kinanipa faraja mimi, cha kwanza ni kuimba. Ninaamini Mungu katika kuimba huwa ananiondolea vitu vingi sana. Sisi tunaosoma saikolojia kule, kuna saikolojia ya muziki, kwamba muziki ni kwa namna gani unaweza ukaiweka akili yako kuwa sawa. Lakini na mambo mengi sana ambayo yalinipelekea kuandika, nikaona niandike kwamba umechapa fimbo ya mateso, mawazo mengi yamekusonga, we imba, tumaini lipo ukiimba, roho wake Mungu atashuka, imba. Nikaona niandike kazi yangu ya kwanza kwa msingi huo. Safi kabisa. Kwa hiyo ndio ilikuwa kusudi kabisa la kuweza kutoa hiyo rekodi. Bila shaka pia inatia moyo watu wengine, bali ya kwamba inaweza kaa ina relate na maisha yako, lakini kwa mtu mwingine pia akisikiliza inaweza ikampa nguvu ya kuweza kusimama na akaamua kwenda kuifanya kazi ambayo Mungu alikuwa amemuinua, kwa sababu hofu imekuwa ni moja kati ya sababu ambayo inatanda sana kwa mioyo ya watu. Bila shaka mtumishi, na wanashindwa, wanarudi nyuma kuweza kushindwa kutimiliza. Lakini naamini kupitia rekodi ya Nitaimba ni moja kati ya ushuhuda mkubwa sana wa kuweza kuinua watu wengine pia ambao walikuwa wameshadondoka, wamekata tamaa, na wao pia wakaweza kunyanyuka, si ndivyo? Utofauti wako unauona kwenye kazi ya uimbaji ambao unaofanya wa muziki wa injili hapa nchini Tanzania, na kila wakati tunajua muziki unazidi kukua na unakuwa na mabadiliko ya nyakati tofauti. Lumala, umejiandaa katika hili kwa namna gani kuhakikisha kwamba kazi ambazo zitatoka basi zinaenda pia kuweza kuendelea kuwabariki na kuinua watu ambao Mungu amekuinua katika uimbaji wako uweze kuwasaidia? Binafsi na uamini muziki kama taaluma na uheshimu, na taaluma ni flexibility, kwa maana kwamba kwenda kulingana na mabadiliko. Ninayapokea mabadiliko kwa kustadi, kwa kusoma kwa wenzangu wapi wanapita ndani na nje ya nchi, kisha naamini na kuja kutengeneza kitu ambacho ni kizuri. Sawa. Unahitimu lini masomo yako? Mwaka gani ama? Nitahitimu mwaka huu. Mwaka huu Okay. Nitahitimu mwaka. Mungu akubariki sana na kutangulia katika hilo. Miaka 5 unaionaje ijayo mbeleni? Daniel Lumala wa leo 2025 na anasikika kwenye Gospel Sunday ya CFM, lakini naamini kwamba kuna kitu ambacho, kwa sababu tunaye Jehova, unajua sisi tulio na Mungu huwa tunatamba mahali popote pale, kwa sababu tunajua hata ije dhoruba na vita kubwa kiasi gani, tunaye Yesu Kristo atatushindia tu. Miaka 5 mbeleni unaiona wapi kwenye muziki wako wa injili? Mimi kwa kweli binafsi bado naendelea kuperuzi kwenye YouTube channel yako na naendelea kubarikiwa zaidi na kazi zako ambazo umezitoa. Hebu niambie. Asante. 5 years. Miaka 5 yangu naiona katika muziki ni miaka ya mafanikio sana. Ndio maana kuna kazi hapo kama unaiona imeandikwa lenga juu. Ndio. Mipango yangu ni kuwa mtu mwimbaji ambaye ni mkubwa sana. Ndio dhamira yangu hasa.
licha kuwa ni mwalimu, lakini natamani ninapokuwa natumikia katika ualimu pia nifanye kazi ya uimbaji na niweze kuongoa watu zaidi na zaidi. Sawa sawa. Lenga Juu, moja kati ya rekodi ambazo unaona nafasi nzuri sana msikilizaji, popote pale ambapo unaisikiliza Gospel Sunday asubuhi hapa leo unaweza kupita kwenye YouTube channel yake, anatumia Daniel Lumala Online TV. Ukiingia hapo utakutana kazi zake nyingi tu ambazo zipo, ikiwemo hiyo kazi ambayo amezungumzia hapa, Lenga Juu. Moja kati ya rekodi ambayo naamini kwamba itaweza pia kukubariki. Huenda ulikuwa mahali fulani unajiona kabisa hutoweza na upo chini kabisa mavumbini, lakini Mungu huwa anatuheshimisha bwana na kutuketisha pia na watu wenye mamlaka na watu wa maamuzi wakubwa sana. Na unaweza kufanya hivyo, ingia tu kwenye YouTube channel yake na kuwa miongoni mwa watu ambao unaweza wakasubscribe pia ama kuweza kufuatilia kupitia channel yake hiyo. Kuna rekodi inaitwa Nakupenda, ni moja kati ya rekodi ambazo wewe ulianza nazo mwanzo Nimeitoa hivi karibuni, haina muda mrefu sana. Haina muda mrefu sana. Kwa nini Nakupenda? Binafsi niligundua kitu kwamba kuna watu kabla hajaingia kwenye ndoa anakuwa ni sura hivi fulani, mtu mpole, lakini miezi mitatu mingapi baadaye anakuja kugeuka kuwa mbogo. Mbona nikasema ndoa sio shule ya mateke, marumbano na matukano. Ndoa ni mfano wa furaha, mfano wa mbingu ndogo. Tuelezane na kupenda tu wakati wote. Kwa hiyo cha muhimu ni kuelezana na kupenda. Ndio msingi mkubwa. Upendo ni amri. Ndio. Upendo ni kubeba bwana yote. Pale tunapokula kiapo kwamba nitakupenda na kuishi na wewe kwenye raha na shida, haimaanishi tu kukosa pesa ndio shida. Ukiugua, nikiugua, yani ukiolewa unajua na kuoa, yani umekubali pia kubeba ndugu wengine, mzigo wote unakuwa ni ya kwako ile. Kwa hiyo mume akiugua, mke akiugua, na wewe pia ni jukumu lako la kuweza kuhakikisha kwamba unakuwa pamoja na yeye, si ndio? Ndio tafsiri sahihi. Ni mzuri sana. Acha kwa hiyo tutausikiliza baadaye hapa vizuri zaidi rekodi hiyo Nakupenda bwana. Naona umeambatana pia na marafiki zako, sio mbaya na tukasikia kwa uchache tu, alafu takuja kwako tuzungumze mali matatu kwa ajili ya kuweza kumalizia na kutaja mawasiliano yako. Brother, karibu sana bwana. Unaitwa nani? Naitwa Mikaeli. Mikaeli nani? Mikaeli Dimbu Mara. Na wewe ni mtu Lumala na wewe? Ni rafiki yake ama ni ndugu yake, mdogo wake? Mdogo wangu kabisa. Mdogo wako kabisa bwana. Okay, na yeye yuko UDOM ama? Yeye yuko UDOM lakini sio kama mwanafunzi. Sio kama mwanafunzi. Yuko na harakati nyingine za maisha vizuri zaidi. Okay. Kwa hiyo kutoka nyumbani kabisa Simiyu bwana. Bwana karibu sana Dodoma. Asante. Wanyausi tupo hapa bwana. Ushakula ugali wa mlenda? Au bado hatujakaribisha vizuri? Bado? Basi nitafute baadaye nitakapiga ugali na mlenda bwana. Lumala kwenye kazi zake ambazo amekuwa akizifanya kama mdogo wake pia. Nini na umekuwa pia una nafasi gani ya kuweza kusaidia brother kwamba bwana njia ambayo unaipita bwana tuendelee kwenda, tuhakikisha kwamba mambo yetu yataenda kuwa fresh zaidi, si ndio? Nikamfuatilia. Unamfuatilia vizuri zaidi. Unamshauri? Namshauri. Au ndio dogo tulia bwana mimi. Kazi nazijua sana hizi. Hapana, namshauri. Au sio? Nashukuru sana. Unasema unaitwa nani jina lako? Naitwa Mikaeli. Mikaeli. Brother pia bado ni rafiki yako mkubwa sana. Mimi ndio ulikuja naye pia hapana shaka na yeye. Nishamkumbuka bwana, rafiki yako mkubwa sana. Niambie bro. Asante kaka. Habari ya siku 2-3 wiki kadhaa hivi? Salama. Kwa majina kwa ajili ya kuweza kuwasikilizaji waweze kufahamu na mimi tayari nafahamiana, unajua vizuri sana. Naam, kwa majina mimi naitwa Mwita John. Yani mkuja kutoka Tarime. Ndio. Nipo na Mr. Dani hapa. Tumekutana tukiwa advance kule Shinyanga Sekondari. Okay. Na hapo ndo kitambo. Mrefu sana. Ukiangalia hiyo nyimbo hapo ya Nitaimba mara ya kwanza tumeshoot pale Shinyanga, ukiangalia pale. Unajua ndio niko naona kama wanafunzi hawa kwenye video. Tukiwa pale kidato cha 5 pale. Bwana kwa mzee wangu umeonekana huko. Hapo tumetokelezea hapo. Hongera sana bwana. Unaona? Nzuri sana hii. Nataka niulize kanisa Mtakatifu Paulo hili la wapi hili? Kumbe ni Shinyanga moja kwa moja. Shinyanga. Safi sana. Kwa pale ndo tukawa tumekutana na ndugu, kuanzia pale ndo tukaanza kushirikiana, hatimaye tumefika UDOM tena tukawa tumekutana. Basi tukazidi kuendeleza hii safari ya muziki. Tunapiga pamoja na Mwescott Blaza. Nyimbo hapo tunashinda zetu, tunalala studio kule. Kabisa. Kwa inapotokea pia mwaliko hivi tunashirikishana.
ili mradi tu kazi yake izidi kwenda mbele. Hakika bwana, wakuwa rafiki wa kweli sana. Unajua kutoka hali fulani alafu mnazidi kukua pamoja na Mwenyezi Mungu anazidi kuwabariki vya kutosha sana bwana. Mimi nakupa kongole na Mungu akubariki sana ndugu yangu Mwita Amina. Mikael pia kwa ajili ya nafasi ya kipekee. Brother huyu unasema bwana, mimi niko na wewe, tunashikana mkono popote pale. Tuhakikisha kwamba njia yote ambayo utapita yenye miba wote tutapita, kwenye mvua tutapita wote, lakini wakati mwingine itakapofika basi tulie kivulini, basi tutakula wote kwa pamoja, si ndio Safari yetu ni moja bwana Lumala, hebu tuzungumze kuhusiana na kazi zako. Tayari tunajua zipo YouTube kwa sasa hivi. Kwenye social media nyingine labda kama umezipakia huko kwa ajili ya watu kuweza kudownload, kustream na kuweza kusikiliza pia? Kwa sasa mara nyingi napatikana sana YouTube, ingawa nimeshaanzisha na TikTok, bado sijapakia sana kwa sababu hivi karibuni nitakuwa na uzinduzi Mungu akipenda kwenye mwezi wa 6 hivi. Mungu akubariki na kutangulia pia. Nataka nipakie kazi ambazo zitakuwa vizuri. Okay. Kwa hiyo jambo litakuwa la heri sana hilo bwana. Sawa bwana, tuhitimisha hapa, angalau tutajibu mawasiliano yako zaidi. Tunakupataje kwa nambari za simu, kama upo kwenye social media pia, kama ulivyosema uko kwenye TikTok unatumia jina gani? Watu wapige challenge kupitia kazi zako hizi, alafu tuone maisha mengine yaweze kuendelea zaidi. Sawa Asante sana. Kwa Helltel napatikana kwa namba 06 18 28 11 78 06 18 28 11 78. Na kwa WhatsApp napatikana kwa namba 07 43 93 78 46 07 43 93 78 46. Pia inapatikana kwa WhatsApp na kwa njia ya kawaida ya kupiga. Sawa, huyo ni Daniel Lumala, mwimbaji wa nyimbo za Injili katika jiji la Dodoma. Anapatikana pale Chuo Kikuu cha Dodoma, na huu mwaka basi Mwenyezi Mungu amjalie kwa rehema zake, basi anaenda kuhitimisha masomo yake, lakini baadaye anaendelea pia na shughuli zake na maisha mengine kama kawaida. Na wewe kama unahitaji pia kuweza kusupporti huduma yake kwa lolote, kwa chochote, maoni, mtazamo, lakini pia kuweza kumpa maua yake, basi unaweza kufanya hivyo kwa kupitia tu namba hizo ambazo tayari amekwisha kukutajia. Hebu tupe akapela kwanza kidogo, alafu tarudi. Wanyausi wenzangu, kuna baadhi pia watu naandika taratibu sana namba ili wagogo wenzangu wajiandae kuchukua kalamu na maandike vizuri. Utarudia kuzitaja hizo namba. Tupe kionjo kidogo tu yoyote ile lenga. Ndoa si shule ya mateke, marumbano na matukano. Ndoa ni jambo la furaha kwa mume au mke. Ndoa si shule ya mateke, marumbano na matukano. Ndoa ni jambo la furaha kwa mume au mke. Mfano wa mbingu ndogo iliyojawa upendo, wanandoa wakiishi kwa faraja. Jua kusema na kupenda, barua njema kwa mwenzako. Tiba ya ndoa ni upendo, ipalilie ndoa yako. Jua kusema na kupenda, barua njema kwa mwenzako. Tiba ya ndoa ni upendo, ipalilie ndoa yako. Mimi naipalilia bwana ndoa yangu kwa sababu ndio maupendo yenyewe, ndio maua yenyewe bwana. Kumwambia kila wakati mwenzako nakupenda, kama ambavyo ulimfuata kwa mara ya kwanza kumwambia nakupenda, basi imaanishe hivyo, na hiyo inatoka pia moyoni moja kwa moja. Sawa Lumala, tutajie namba yako ya simu kwa mara nyingine, alafu tuhitimishe pia. Asante sana. Nimesema kwa Helltel napatikana kwa namba 06 18 28 11 78 06 18 28 11 78 na 07 43 93
7846 07 43 93 78 46. Hiyo ndio inapatikana kwa WhatsApp ile ya Vodacom. Ni wakaribishe sana kwa kushare, kucomment na kusubscribe katika Daniel Lumala Online TV. Pia katika mialiko ninapatikana kwa urahisi kabisa. Ndio. Bwana, mimi nashukuru sana kwa time yenu na kwa ajili ya kufika. Lolote la kuzungumza na wanadodoma kama unalo, dakika moja angalau, alafu Mikael naye kama atakuwa na lolote na Mwita. Mimi nizidi kualika na nizidi kuomba tuzidi kushirikiana katika kazi hizi za muziki, tuzidi kushauriana na zaidi ya yote tuzidi kupendana, maana sisi sote ni wamoja. Amina, barikiwa sana. Maana nimekuja na zawadi hii ya maandishi kwa wana CFM wote, kama utaweza kuipost. Hii ndio nukta nundu. Sasa umeandika nini hapa ndugu yangu? Maana nukta nundu hizi naziona. Sasa umeandikaje labda sasa? Hapo nisomee hapo. Hapo nimeandika tu, nimenukuu kitabu kimoja cha Isaya 60 ule mstari wa kwanza, nasema ondoka. Mstari wa kwanza. Inasema ondoka uangaze kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia. Okay. Pia nikanukuu katika Wafilipi 4:13, nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu, ambao ndio mstari ulionisukuma kuandika wimbo wa Lenga Juu. Asante sana. Tunashukuru bwana, naomba nikabidhi zawadi yangu hiyo. Kitabu cha Isaya. Mungu akubariki sana bwana. Ni nukta nundu bwana hizi. Nimepewa. Ndugu yangu bwana, hivi nataka nijiulize, sema hivi nyimbo zako unaandikaje? Kwa hiyo unaandika kwa kutumia hii pia? Naandika kwa namna hiyo. Okay. Kwa namna hiyo kisha naimba tu. Basi zawadi yangu nitaenda kuiweka nyumbani pale kabisa sebleni. Mgeni akifika, kama anaweza kusoma basi atasoma. Kama hawezi, Mungu awabariki sana. Mikael, una lolote la kusema? Mimi cha kuongeza hapa ni zidi kushirikiana pamoja. Mungu azidi kuwa nasi, atubariki, atuongoze. Amina. Bariki pia kakaangu katika kazi zake. Amina. Amen. Barikiwa sana. Mwita. Asante. Cha kumalizia ni kwamba tuzidi kumtegemea Mungu katika harakati zetu za kimaisha, kwa sababu yeye ndo msimamizi wa mambo yote. Lakini pia kuhusu kazi ya Dani, tunakaribisha mialiko. Ndio. Mtu yote ambaye ana mchango wapi pa kuboresha ili kazi ifanyike vizuri, tunakaribisha sana. Amen. Asante. Nashukuru sana kwa ajili ya muda wenu bwana. Tunaenda kuisikiliza kazi inaitwa Nakupenda, lakini ni kazi maalum kabisa kwa wanandoa kuweza kuhakikisha kwamba na kwa kwenye mahusiano ambayo ya kuweza kubebana kwa hali yoyote ile na kwa namna ambayo mtakuwa pia mnapitia. Asante kwa wote ambao wameweza kushiriki pamoja nami kwenye ibada hii ya radio kupitia hapa CFM, kutokea popote ambapo upo. Uliandika ujumbe wako mfupi maandishi, lakini pia ambao hujaandika, na kikubwa zaidi ukanisikiliza kuanzia saa 12 kamili asubuhi ya leo mpaka time hii hapa ambapo mimi nahitimisha saa 4 hii. Takriban masaa 4 ya ibada kubwa kabisa kwa njia ya radio, kwenye radio yako best kanda ya kati. Asante pia kwa producer Ambaso again kutoka pale Designer Records pale maeneo ya Humwa kwa kuja kutupa ofa kubwa sana ya kurekodi kwa wale waimbaji wote wa nyimbo za Injili. Basi mnakaribishwa kwa shilingi 50 tu kwa wimbo mmoja, lakini pia wakitafuta watu wa kuweza kwa manage kama recording label pale maeneo ya Humwa. Asante pia kwa Daniel Lumala, mwimbaji wa nyimbo za Injili kutokea pale UDOM chuo kikuu cha Dodoma hapa katika jiji la Dodoma, kwa ajili ya kuweza kufika hapa. Rafiki zake pia wapo, Mikael pamoja na Mwita wameweza pia kumsindikiza kuhakikisha kwamba jambo linakwenda kuwa vizuri zaidi. Nenda kwa YouTube channel yake, natumia Daniel Lumala Online TV. Kuna kazi nyingi sana ambazo ameweza kuzitoa, unaweza pia kubarikiwa nazo. Kuna videos, kuna zile ambazo ni lyrics pia ambazo bado ni audio, kwa unaweza kubarikiwa nazo kwa nafasi kipekee. Mwezi wa 6 ametupa habari njema kwamba kwa nako uzima, na Mungu akijalia katika yale makusudio na malengo ambayo amejipangia ni kuweza kutoa pia ama kufanya uzinduzi, si ndio Kwa hiyo tuendelee kusubiri hilo, na Mungu anaamini kwamba ataenda kutenda sawa sawa na mapenzi yake. Basi tujikabidhi mkononi mwake Mwenyezi Mungu. Asante Baba kwa ajili ya kipindi cha leo. Tunaamini kwamba Baba umejenga nyumba iliyo bora, lakini pia kama ni shamba basi umepanda mbegu iliyo njema. Tulianza pamoja nawe Jumapili hii hapa ya matawi ya mitende, tukiamini kwamba ni Jumapili ambayo Mungu utaenda kutenda sawa na mapenzi yako, kama ambavyo Wayahudi waliimba hosana hosana mwana wa Daudi mbarikiwa. Basi okoa sasa katika familia zetu, okoa pia ndoa zetu, okoa
masomo yetu, okoa taifa letu kwa mwaka wa uchaguzi, kwa sababu tunakutegemea wewe ni Mungu mwenye mamlaka na muweza wa yote. Tunaamini ya kwamba kwa Yesu Kristo kuingia katika mji wa Yerusalemu ni sawa na ukombozi wa Wayahudi ambao waliweza kuupata kwa Warumi, nasi tukiamini kwamba utaenda kutenda sawa sawa na mapenzi yako. Baba, tunajikabidhi mikononi mwako kwa Kristo Bwana mwokozi wetu, kwa kila aliye na pumzi na uzima na aseme amen. Mungu akubariki sana. Nifuatie kwa mitandao ya kijamii, natumia Samuel Andrew kwenye X hiyo ama Baba Chibwetele, bila kusahau pia kwenye Instagram natumia Professor Chibwetele. Mtumishi wako Samuel Andrew, kuwa na Jumapili iliyo njema. Daniel Numala nakupenda. 103.3 CFM. Ndoa si shule ya mateke, marumbano na matukano. Ndoa ni jambo la furaha kwa mme au mke. Ndoa si shule ya mateke, marumbano na matukano. Ndoa ni jambo la furaha kwa mme au mke. Mfano wa mbingu ndogo iliyojawa upendo, wanandoa wakiishi kwa faraja. Mfano wa mbingu ndogo iliyojawa upendo, wanandoa wakiishi kwa faraja. Jua kusema nakupenda, barua njema kwa mwenzako. Tiba ya ndoa ni upendo, ifadhilie ndoa yako. Jua kusema nakupenda, barua njema kwa mwenzako. Tiba ya ndoa ni upendo, ifadhilie ndoa yako. CFM. Ingefaa kwa wanandoa uvumilivu uwe taa, uzimulike familia kwa mwenendo wa Yesu. Ingefaa kwa wanandoa uvumilivu uwe taa, uzimulike familia kwa mwenendo wa Yesu. Mfano wa mbingu ndogo iliyojawa upendo, wanandoa wakiishi kwa faraja. Mfano wa mbingu ndogo iliyojawa upendo, wanandoa wakiishi kwa faraja. Jua kusema nakupenda, barua njema kwa mwenzako. Tiba ya ndoa ni upendo, ifadhilie ndoa yako. Jua kusema nakupenda, barua njema kwa mwenzako. Tiba ya ndoa ni upendo, ifadhilie ndoa yako. Ifadhilie ndoa yako. Ambia nakupenda, ifadhilie ndoa yako. ukijisomea neno, Ifadhilie ndoa yako. ukimjali mwenzako. Ifadhilie ndoa yako. Welcome to 103.3 CFM, the best exclusive radio station, bringing you the best mix and the best music. This is CFM, simply the best. CFM.